Kulikuwa na kijana aitwaye Yohana aliyekuwa akiishi katika kijiji kidogo kiitwacho Kambasini, kijiji kilichokuwa pembezoni mwa mto mkubwa wa Rumoka. Yohana alikuwa yatima tangu akiwa na umri wa miaka 10. Wazazi wake walifariki kwa ajali ya moto uliteketeza nyumba yao, na tangu hapo alilelewa na shangazi yake ambaye hakumpenda kabisa. Yohana alikuwa kijana mnyenyekevu, mwenye adabu, lakini maskini sana. Alivaa nguo zilizochakaa, mara nyingi miguu yake ilikuwa peku, na chakula kilikuwa ni bahati nasibu. Alisaidia watu wa kijiji kubeba maji, kuchuma kuni au kulima mashamba yao ili apate chakula kidogo au sarafu chache. Lakini wengi walimtumia tu bila kumthamini. Siku moja, ng'ombe wa mzee mmoja tajiri kijijini alipotea bila ushahidi wowote. Watu walimshuku Yohana. Walipenda kuwa maskini kama yeye ndiye anayeweza kuiba ili apate pesa. Mzee huo akawashawishi wazee wa kijiji kuwa Yohana ni mwizi na hafai kuendelea kuishi pale. Pasipo haki, Yohana alifukuzwa kijijini kwao akiwa na gunia lake dogo la nguo na fimbo aliyotegemea wakati wa safari. Alilia sana, akiwaza kwa nini maisha hayakuwa upande wake. Lakini moyoni aliapa, nitakuwa mtu mkubwa. Nitathibitisha kuwa mimi si mwizi, bali nilikuwa nimetengwa na umasikini. Alihamia kijiji cha mbali kiitwacho Ndalama, ambapo aliomba kazi ya kuchunga mifugo. Wenyeji walimkubali kwa sababu ya uaminifu wake. Kwa miaka 5 alihifadhi kila senti aliyolipwa. Alinunua kuku, mbuzi na baadaye shamba dogo. Kwa bidii na maono, Yohana alianza kufuga, kulima mboga na kuuza sokoni. Alihudhuria semina za kilimo bora, akajifunza kutumia mbolea ya asili na hata kujifunza kutumia simu kuuza mazao kwa wateja mijini. Ndoto yake ya kujitegemea ikaanza kuchanua. Miaka 10 baada ya kufukuzwa kijijini kwao, Yohana alirudi Kambasini akiwa amevaa suti nadhifu. Akifika kwa gari lake dogo alilonunua kwa jasho lake. Watu hawakumtambua mara moja, lakini alipoongea kila mtu alishtuka. Kwa unyenyekevu aliwaambia, sikuja kulipiza kisasi, nimekuja kujenga daraja la upendo. Nimenunua ekari 10 hapa, nataka kujenga shule ya watoto wa maskini. Na hata miaka mingi baadaye, watoto wa shule ya Tumaini walipokuwa wakicheza kwenye bustani ya shule, walikuwa wakimwimbia Yohana wimbo wa shukrani. Kwao hakuwa tu mwalimu, alikuwa mkombozi wa kijiji.